Mpendwa msikilizaji wangu, nakusalimu katika jina la Yesu. Pokea salamu za upendo. Mungu anakupenda na Mungu ananipenda pia. Ndio maana imeandikwa ya kwamba kwa maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanao wa pekee ili kila muamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Karibu katika maendelezo ya masomo yetu yenye kichwa kikuu kisemacho nguvu iliyopo katika kutamka, nguvu iliyopo katika kukiri. Tumekuwa tukisoma katika sehemu mbalimbali. Tukaona katika kitabu cha Mwanzo mlango wa kwanza namna Mungu ambavyo alivyoumba ulimwengu, kwamba ulimwengu haukuumbwa kwa vitu vinavyoonekana bali viliumbwa kwa vitu visivyoonekana. Mungu alitamka na vikatokea. Nasi tumepewa pia uwezo wa kimungu wa kuumba. Ndio maana imeandikwa katika kitabu cha Mithali mlango wa 18 mstari wa 20 hadi 21 ya kwamba mauti na uzima viko katika uwezo wa ulimi. Kwamba midomo yetu ina uwezo wa kuumba. Hata Waswahili wanasema mdomo huumba au mdomo uliponza kichwa. Maana mdomo unaweza kuumba vitu vya aina mbalimbali. Hata kwani tusitumie mtaji huu wa vinywa vyetu ambavyo tumepewa ili kuumba vitu vizuri katika maisha yetu. Kwa uongozi wa Roho Mtakatifu tunaweza tukaumba vitu vya aina mbalimbali kwa kutumia vinywa vyetu. Maana imeandikwa katika Warumi 10:10 kwamba kwa moyo mtu huamini hata kupata haki na kwa kinywa hukiri hata kupata uzima. Na Biblia inasema kwamba mbele yako nimeweka uzima na mauti. Chagua basi uzima. Na tutachaguaje uzima? Tunachagua kwa kumkiri Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Vinywa vyetu vinaweza kutupa uzima. Maana imeandikwa pia kwamba katika kitabu cha Mathayo, kwa maneno yako utahukumiwa na kwa maneno yako utahesabiwa haki. Biblia nyingine inasema kwamba by your words you will be counted right or wrong. Kwa maneno yako unaweza kuhesabiwa kwamba uko sahihi au hauko sahihi. Kwa hiyo usahihi wa maisha yetu, uzima wa maisha yetu pia umefichwa katika vinywa vyetu. Tumekuwa tukiona katika maandiko mbalimbali, tumekuwa tukiona hata hao maadui watatu ya kwamba tunaweza kutamka na kushinda hao maadui watatu ambao ni adui mwili, adui dunia na adui ibilisi. Karibu katika kipengele cha leo kinachosema ya kwamba kuomba ili kuweza kufunuliwa akili, kuweza kuelewa maandiko. Kuomba ili kufunuliwa akili ili kuelewa maandiko. Katika siku za hivi karibuni nimekuwa tukiona maandiko mbalimbali yanayohusiana na siku Pasaka, yanayohusiana na kufufuka kwa Bwana wetu Yesu, kufa na kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Naomba basi tuangalie katika kitabu cha Luka mlango wa 24 mstari wa 45. Imeandikwa ya kwamba ndipo akawafunulia akili zao ili wapate kuelewa maandiko. Ndipo akawafunulia akili zao ili wapate kuelewa maandiko. Maandiko ni nini? Maandiko ni uzima wa milele, maandiko ni neno la Mungu, maandiko ni sheria, maandiko ni uzima wetu. Ndio maana Daudi anaandika katika kitabu cha Zaburi ya kwamba nitafakari sheria yako usiku na mchana, na itafakari sheria yako usiku na mchana. Sheria ni nini? Sheria ndio inatupa haki. Kiwa mtu hajui haki yake, hajui sheria vizuri, anaweza akajikuta amefungwa, anaweza akajikuta amenyang'anywa haki yake kwa sababu haijui sheria. Na sheria kwetu sisi katika imani ni neno la Mungu. Unapokuwa haujui haki yako katika neno la Mungu au akili imefumbwa ili usielewe maandiko, ibilisi au adui ibilisi anaweza akakunyang'anya haki yako. Akakunyang'anya haki yako mbele za Mungu, akakunyang'anya haki yako ya uzima wa milele, akakunyang'anya haki yako ya uponyaji, ya ushindi katika ulimwengu huu, ulimwengu wa sasa na ulimwengu ujao. Katika jina la Yesu, Mungu atuwezeshe kuweza kuelewa maandiko. Katika somo pia lililopita, uliona kwa habari ya wale watu waliokuwa wanaelekea Emmaus, kwamba akili zao zilikuwa zimefumbwa ili wasielewe maandiko. Lakini walipoumega mkate pamoja na Bwana wetu Yesu Kristo, akili zao zilifunuliwa hata wakaweza kuyaelewa maandiko. Katika jina la Yesu, naomba tuombe pamoja ili akili zetu ziweze kufunuliwa, tuelewe haki zetu. Omba pamoja na mimi. Sema: Baba, katika jina la Yesu, ninakuja mbele zako, naomba unirehemu, naomba uniponye, naomba unitakase kwa damu yako iliyomwagika msalabani. Naomba unisaidie, naomba unifunulie moyo wangu, naomba ufungue akili yangu niweze kuyaelewa maandiko, niweze kuelewa haki yangu. Katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Endelea kuomba, endelea kumkaribisha Roho Mtakatifu ndani ya maisha yako, endelea kukiri ushindi wa kufunuliwa maandiko, ushindi wa akili yako kufunuliwa ili kuweza kuelewa maandiko katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Naomba nikuombee sasa. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya msikilizaji huyu, asante kwa ajili ya neema yako. Yamkini amekwama mahali kwa sababu hajui haki yake, lakini wewe ni wakili wetu. Katika jina la Yesu Kristo, neema yako ikawe pamoja na sisi, uwezo wako ukawe pamoja na sisi.
katika jina la Yesu. Fungua akili zetu Bwana, ili tuweze kuelewa maandiko, ili tuweze kupokea uponyaji wetu. Kwa anaumwa kwa sababu hakujua haki yake, kama ambavyo nasema kwamba nalituma neno lako na kuleta uponyaji. Hata ukilituma, kiwa akili zetu zimefungwa, kiwa akili zetu hazielewi, ndipo ambapo Bwana tutashindwa kupata haki zetu. Katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu, nakuomba, ninaliita jina lako, ulete uponyaji ndani yetu, ulete ushindi ndani yetu, ulete Bwana neno lako ndani yetu, akili zetu ziweze kupata kufunuliwa. Kiwa ni ugonjwa ambao umezuiwa, kiwa ni umaskini, kiwa ni kwa